Gwajima hivyo hajakosea. Na hata kama ingekuwa amekosea kwa mahubiri, sijui imetaka tuhubiri nini kanisani, lakini ingelikuwa amekosea. Alichokuwa na kizungumzo sijui amezungumzia kanisani. Inawezekana mwalimu mkuu akafanya kosa shuleni, alafu ikafungwa shule yote kwa ajili ya kosa la mwalimu mkuu. Iwe imetokea labda mwalimu mkuu amembaka mtoto shuleni, amemnajisi mtoto, amemlawiti mtoto. Hizi kesi zipo sana. Amemlawiti mtoto shuleni, darasani au ofisini, amembaka mtoto, amemlawiti. Huwa inafungwa shule nzima. Kwa nini shule nzima tunafunga? Kwa nini? Ni kwa sababu mwalimu amekosea. Kwa hiyo kamati ya shule, au kama mnaona tumekosea, nendeni mahakamani. Kwa nini shule imefungwa? Kwa sababu mwalimu amebaka mtoto, amelawiti mtoto. Au mwalimu amekosea kosa lolote. Mwalimu ameiba, ametukana akiwa shule, amemtukana mtu. Kwa hiyo inafungwa shule kwa sababu mwalimu amemtukana mtu akiwa shuleni. Inaingia akilini hiyo? Mkuu wa wilaya akasema yale matukio ya polini yote ambayo yalikuwa yanafanyika polini kule ni sisi tulikuwa tunayafanya. Na mimi nilikuwa nikiongoza hicho kikosi. Tukaona akatumbuliwa DC, akatumbuliwa huyo mkuu wa wilaya. Lakini ile ofisi ilifungwa kwa sababu mkuu wa wilaya amepatikana na mambo ya polini. Si imetokea baba nyumbani amefanya kosa nyumbani, amefanya kosa, ameiba, amemtukana jirani, sijui labda ametukana. Kwa hiyo inakuja kufungwa nyumba nzima. Watoto mtajua kwa kwenda kwa nini baba yenu wametukana. Kwa hiyo nyumba nzima inafungwa. Inawezekana kweli? Na ndio maana tunakuwa na mashaka kwamba ni Gwajima shida au nishambulie zidi ya Ukristo na Wakristo. Kwa sababu kama ingelikuwa Gwajima amekosea, basi wangedili na Gwajima na sio kufunga kanisa. Haiwezekani taasisi yoyote ikafungwa kwa sababu eti mfanyakazi mmoja wa taasisi amekosea. Haiwezekani. Kwa hiyo nataka niwaombe sasa maaskofu wote na mitume na manabii wote, niwaombe. Bishop Gwajima anachotetea ni kwamba hataki Watanzania watekwe, hataki Watanzania wapotezwe, hataki Watanzania wauawe. Rais Samia anamtafuta mtu ambaye anatetea uhai wa Watanzania. Maana yake kwamba ni yeye Rais Samia anahusika na uuaji na upotevu na utekaji wa Watanzania katika nchi yetu. Niwaombe mababa askofu, niwaombe mitume na manabii wote. Ninawaomba Jumapili ya wiki ijayo, ninawaomba mababa maaskofu, ninawaomba mitume na manabii ambao mnasimamia haki. Ninyi ambao mnatambua kwamba ufalme wa Mungu sio habari ya kula na kunywa, bali ni habari ya haki, nasikia ni habari ya amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Ufalme wa Mungu ni habari ya haki. Ninyi ambao mnaamini hivyo, nitaka niwaombe mababa askofu, niwaombe mitume na manabii ya kwamba Jumapili hii inayokuja, ninawaomba mtangaze katika makanisa yenu. Mtangaze kupinga utekaji, mtangaze kupinga uuaji, mtangaze kupinga watu kupotezwa katika nchi yetu. Tuone huyu mwanamke Samia kama atafuta makanisa yote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba mtangaze nchi nzima, na mkishatangaza msambaze clips nchi nzima. Tuone kama huyu mwanamke Samia anaweza akafuta makanisa yote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huu sio wakati wa kumwacha Bishop Gwajima peke yake. Huu ni wakati ambapo kila mtu anayeamini katika haki, anayeamini kwamba haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu kwa watu wote. Kila nabii, kila mtume, kila askofu, kila mchungaji, kila padri anayeamini hivyo. Ninawaomba kwa unyenyekevu mkubwa, Jumapili hii inayokuja mtangaze kwenye makanisa yote nchi nzima kupinga Watanzania kutekwa, kupinga Watanzania kuuawa, kupinga Watanzania kupotezwa. Ninaomba mtangaze kwenye makanisa, na mkishatangaza msambaze jumbe hizo, unasikia nchi nzima, dunia nzima. Tuone kama huyu mwanamke anaweza akafuta makanisa yote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais Samia. Rais Samia, nataka nizungumze na wewe. Hivi kweli Askofu Gwajima amefanya kosa gani? Askofu Gwajima amefanya kosa gani? Yaani Askofu Gwajima anapodai ya kwamba Tanzania kuna watu wanatekwa, kupotezwa na kuuawa, hilo ndio kosa lake? Nakuuliza Rais Samia, hilo ndio kosa la Askofu Gwajima? Ndio kosa la Askofu Gwajima ya kwamba anadai Watanzania wasiuawe? Askofu Gwajima anakemea watekaji, alafu wewe Mheshimiwa Rais unaona ya kwamba amefanya jambo la hatari sana kwa usalama wa taifa? Kweli? Ni kweli ya kwamba kauli ya Mheshimiwa Bishop Gwajima inahatarisha usalama wa taifa? Kweli? Au inahatarisha usalama wako? Mheshimiwa Rais, ninashangaa, sijui unafikiria kwa kutumia akili gani.
Ninashangaa sana. Okay. Kwa hiyo yale maneno ya Askofu Gwajima ya kutaka Watanzania wasitekwe, yani akina mama wasilie machozi kwa sababu watoto wao wamepotezwa, wazazi wasilie machozi, watoto wasilie machozi kwa sababu wazazi wao wamepotezwa, kama wazazi wao akina Ali Kibao wamepotezwa, wasilie machozi. Kauli yake ya kutaka kuwafanya Watanzania wasilie machozi imekuudhi sana wewe, Mheshimiwa Rais. Yaani umekasirika sana. Kwa hiyo wewe unachotaka ni kwamba Watanzania waendelee kulia machozi. Ndicho ambacho unataka. Na ndio sababu umechagua kufunga kanisa lake. Hebu nikuulize swali. Hivi kama Mheshimiwa Gwajima angekuwa ni shehe mwenye misikiti, shehe mwenye misikiti nchi nzima, ni shehe mwenye misikiti nchi nzima. Kwa hiyo kila mkoa, kila wilaya kuna msikiti wa Shehe Gwajima. Kama Gwajima angekuwa ni shehe, ungefunga misikiti? Nakuuliza Rais Samia. Kama shehe angekuwa Gwajima angekuwa ni shehe, je, misikiti yake nchi nzima ungeifunga? Hivi kwa nini Mheshimiwa Rais unatumia upole wa Watanzania kama kitu cha kukanyaga na kuponda? Kiburi hicho umekitoa wapi? Cha kuponda na kukanyaga upole na unyenyekevu alionao wa Kristo. Na hapa nataka nichukue nafasi hii kuwashukuru sana mashehe wote wenye akili zao waliolaani kitendo chako cha kumfungia Gwajima kanisa lake. Tunao mashehe ambao mimi nasema ni mashehe ambao si mashehe wa dini ya Kiislamu. Hapana, hawa ni mashehe wa dini ya Mwenyezi Mungu. Kuna tofauti kubwa sana kati ya mashehe wa dini ya Kiislamu na mashehe wa dini ya Mwenyezi Mungu. Naweza nikasema kwa ujasiri ya kwamba Rais Samia, wewe ni Muislamu wa dini ya Kiislamu, lakini sio Muislamu wa dini ya Mwenyezi Mungu. Wako marais kadhaa katika hii bara Afrika, nizungumze wachache wawili pengine kutoka katika West Africa, bara Afrika Magharibi. Hao ni Waislamu, ni marais Waislamu, lakini ni Waislamu wa dini ya Mwenyezi Mungu na wala si Waislamu wa dini ya Kiislamu. Rais Ibrahim Traore wa Burkina Faso ni Muislamu wa dini ya Mwenyezi Mungu. Rais Assimi Goita, nafikiri wa Mali yule, ni Muislamu wa dini ya Mwenyezi Mungu na si Muislamu wa dini ya Kiislamu. Tofauti yake ni ipi? Marais hao wawili ukiwaangalia jinsi ambavyo wanafanya katika utawala wao, wanalinda uhai wa raia katika nchi zao na vile vile wanalinda rasilimali za nchi ziwanufaishe raia katika nchi zao. Wewe uyafanye hayo kwa sababu wewe sio Muislamu wa dini ya Mwenyezi Mungu, wewe ni Muislamu wa dini ya Kiislamu. Umefunga kanisa la Mheshimiwa Bishop Gwajima. Isitofunge makanisa huko. Mbona Katoliki wafungage jamani? Natuzalilisha. Mbona mfunga Katoliki? Tumesikia juzi Katoliki wametoa waraka mzito, wameamuru muachilie wafungwa si nini na nini. Mbona mfunga makanisa yao? Kina Bangonza sio wanasema neno makali, mbona mfungi? Mr. mambo ya Gwajima wenyewe wanajuana na masisimu yao huko. Na funga makanisa si jambo zuri. Watoto wa Sunday school wamekosa nini? Wale watu wanaimba kanisani wamekosa nini? Kwa nini utawanya kondoo? Acha sema huyu mzee wako tunamhitaji. Nyie endeni kusakili huyu tunamhitaji. Unafungaje kanisa? Unawekaje upinde kanisani kwa sali? Wewe una akili mwa. Una akili kweli? Tatizo sio Gwajima. Tatizo amezindua akili. Na hawataki tuzinduke kwamba tunatekwa. Wanatekwa. Gwajima amefanya vizuri. Watamfukuza wanachama. Hata jana mwenyekiti wake amesema msiwarudishe kina Gwajima naizingi, msiwarudishe. Tatizo Gwajima hajakosea. Gwajima amesema ukweli. Shida ni watu wamezinduliwa akili. Kwamba jamani ukiwa mchungaji jirinde. Watakuchukua kama popo. Jamani wakisema ni polisi, tumekuja kukukamata, hakikisha wasaidizi wako wameona umefungiwa lock up. Ufe lakini wajulikana waliokuchukua ni hawa na lock up ulipofungwa ni hapa. Ndo maana yake, ndo alichokifanya Rembo. Yaani Rembo tuone kama Gwajima ataendelea na kadi ya CCM. Hata akiendelea nayo manufaa hata yapata. Si umezindua watu. Nani anataka watu wazinduliwe akili? Nini mnataka?